Kila maisha yana hadithi, lakini baadhi ya hadithi ni giza na mwanga kwa wakati mmoja. Kaa karibu, tufuate safari ya msichana mmoja wa kijijini Kenya, aliyekabiliana na giza, lakini hatimaye akazaa mwanga. Hii ni hadithi ya Asha. Asha alikuwa msichana mdogo wa kijijini, katika kijiji kidogo cha mkoa wa Kisumu. Alikuwa mcheshi na mwenye moyo safi, na kila mtu kijijini alimtambua kwa tabia yake nzuri. Alikuwa na ndoto kubwa. Alitaka kuona dunia kubwa zaidi ya kijiji chake. Alitaka kuishi maisha yenye mwangaza. Siku moja aliona tangazo la mjini Nairobi, kampuni kubwa ya biashara iliyoongozwa na Bwana Kamau, tajiri na mwenye ushawishi. Asha alijua hii ni fursa ya maisha yake. Alipanga, akafika Nairobi, akiwa na ndoto na matumaini makubwa. Lakini hakujua kwamba ndoto zake zingemletea changamoto kubwa kuliko anavyotarajia. Bwana Kamau alimvutia Asha. Alikuwa na uhodari, lakini hakuwahi kuwa na huruma. Bila Asha kujua, alipewa mimba. Alipogundua, Bwana Kamau alimfukuza mara moja. Asha alibaki peke yake, akitembea barabarani bila mahali pa kwenda. Kila siku ilimuonyesha giza jipya, na hofu ya siku ya kujifungua ilikuwa kubwa kila wakati akifikiria. Alipofika pale ambapo uchungu wa mimba ulianza, hakuwa na mtu wa kumsaidia, hadi masisters wa Katoliki walipoonekana wakiibuka kama nuru gizani. Wakampeleka hospitali, wakamsaidia kuzaa salama. Asha alizaa mtoto wa kiume. Aliamua kumpa jina la Amir, lakini moyo wake ulijua hataweza kumlea. Hivyo aliamua kumpa mtoto huyo kwa familia tajiri ya Nairobi, familia ya Bwana B. Njoroge, ambao walikuwa hawana mtoto. Kwa mtoto wangu, na kwa sababu hatuwezi kuishi pamoja, nataka alelewe katika upendo, Asha alitamka, machozi yakianguka taratibu. Amin alichukuliwa na familia ya Njoroge. Alikulia akiwa na malezi bora, furaha na upendo wa kweli. Asha alirudi kijijini kuanza maisha mapya. Alijenga heshima yake, akashughulika na shamba, akafanya kazi kwa bidii. Kila jua lilipochomoza, alijua maisha yana mwanga mpya. Amir alikuwa na akili ya ajabu. Alisoma sana, akalenga kuwa daktari, akitafuta kuokoa maisha ya wengine, lakini moyo wake kila wakati ulitaka kumtafuta mama yake mzazi. Safari ya Amir ilikuwa ngumu, lakini hakukata tamaa. Hatimaye alimkuta Asha. Macho yao yalikutana, machozi ya furaha yalikimbia, na Asha alijua jitihada zake hazikukufa bure. Wakati huo, Bwana Kamau, baba wa kijanja aliyemfukuza Asha, alikumbuka dhambi zake. Kampuni yake ilikumbwa na madeni makubwa na kuanguka. Aliposikia Amiri ni daktari hodari, alikuja kwa hofu na huzuni, akiomba msamaha. Mimi nilikosea, tafadhali samahani, Bwana Kamau alilia, machozi yakianguka taratibu. Amiri akiwa na moyo safi alimsamehe. Asha alijifunza kuwa maisha yana changamoto, lakini kwa imani, moyo wa upendo na bidii unaweza kuunda kesho nzuri. Hadithi ya Asha na Amiri inatufundisha changamoto zinaweza kuwa kubwa, lakini imani na moyo safi hutufanya tuwe imara. Upendo na huruma hubadilisha maisha ya wengine. Msamaha ni zawadi kubwa, si kwa mwingine tu, bali pia kwa moyo wako. Kama umependa story hii, usisahau kusubscribe ili uendelee kupata stories zingine nzuri za kufurahisha na za kuelimisha pia.